Maisha yetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kipengele ambacho tutaenda kukiangalia leo katika mada ya kustawi kwa maisha ya Mkristo ni juu ya kutembea na Roho Mtakatifu. Tumetoka huko tumeangalia namna ya kumtunza Roho Mtakatifu. Tukaangalia faida zake. Tukaona faida ya kumtunza Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Anaweza kutusaidia mambo pointi kama 6. Lakini leo watu wa Mungu ninataka tujifunze juu ya Roho Mtakatifu kwa kutembea naye. Kutembea na Roho Mtakatifu katika maisha yetu. Tutasoma mistari hii kama unaandika. Mstari wa kwanza ni huo wa Warumi sura ya 8 na mstari wa 14, lakini mstari mwingine ni Yohana sura ya 16 na mstari wa 13, lakini pia tutapita katika waraka wa Wagalatia ile sura ya 5. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Hebu pigia makofi Yesu kwa uzima na uhai aliokupa. Haleluya. Wangapi wako tayari kufahamu kutembea na Roho Mtakatifu? Wangapi wako tayari kutembea na Roho Mtakatifu? Amina sana. Niombe sasa Roho Mtakatifu tumruhusu katika maisha yetu na wakati huu atembee na sisi katika neno la Biblia. Haleluya. Amen. Hebu kaa kimya hapo mwambie Roho Mtakatifu tembea nami katika neno. Zungumza ndani ya moyo wako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mwana wa Mungu unapaswa katika maisha yako kutembea na Roho Mtakatifu. Mkristo katika maisha yako tunapomzungumzia Roho Mtakatifu na tunapotaja utatu wa Mungu tunasema Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Lazima umfahamu Roho Mtakatifu katika maisha yako. Nafasi ya Roho Mtakatifu ni nini juu ya maisha yako? Unapofahamu namna ya kumtunza Roho Mtakatifu ni lazima pia ufahamu faida za Roho Mtakatifu unayemtunza. Na tulitumia mfano wa mwanamke kwamba ni rahisi sana kuwa na mwanamke au ni rahisi sana kununua gari, lakini kuitunza ni kazi sana. Ndivyo ilivyo, tukasema lazima utambue faida ya gari lako unapolitunza. Lazima utambue faida ya mke wako unapomtunza. Hivyo mifano tumekuwa tukitembea nayo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Najua muda umeisha. Dakika 15. Ila paya tunataka ifanyaje? Na mimi ninamtegemea Roho Mtakatifu. Haleluya. Muda nitakaomaliza ni huo. Ukichoka unainuka unaserebuka nyumbani. Nami ninasema amani ya Bwana iende pamoja. Haleluya. Kwa hiyo lazima baada ya kuchukua zile hatua kwamba umenunua gari unalo, umeoa mke, umeolewa una mume, unaye tayari, lazima umtunze. Lazima ujue kukitunza chombo ulicho nacho. Kama ni simu, lazima ujue kuitunza. Lakini utajua faida yake ni nini ninapotunza. Faida yake ni nini? Ukisha
Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ninaposema kumtunza Roho Mtakatifu na kutembea na Roho Mtakatifu, kutembea na Roho Mtakatifu ni mtazamo wa maisha yako ya kila siku. Kumtunza Roho Mtakatifu ina mtazamo wa kuashiria maisha, yaani uhusiano wako na Mungu, maana yake maisha matakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mmoja ananielewa? Kuna mtu mmoja ananielewa? Aseme amina. Kwa hiyo kutembea na Roho Mtakatifu ni mtazamo ambao wa maisha ya kila siku, na wala sio tu kwamba ninatembea na Roho Mtakatifu, sio tendo la kanisani tu. Kuna watu wakati mwingine tunaenda tukafikiri kwamba kutembea na Roho Mtakatifu ni pale wakati unapofika wa kuingia hekaluni mwa Bwana, pale tunapoingia kanisani, kwamba leo ni Jumapili, basi ninahitaji kuwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kumbe kutembea na Roho Mtakatifu ni tendo ambalo, au ni mtazamo ambao unafanya maisha yangu ya kila siku niwe na huyu Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza kusema kwamba leo kanisa linaweza kuwa na utaratibu mzuri sana, au tunaweza kuwa na wahubiri wazuri sana, au tunaweza kuwa na waimbaji wazuri sana, tunaweza kuwa na viongozi wazuri sana, lakini yote haya na wote hawa wasipotembea na Roho Mtakatifu katika maisha yao ya kila siku ni sawa na utakatifu pasipo nguvu la Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe.